Watanzania wengi wamewahi kuisikia au kuitumia moja barabara maarufu kabisa katika jiji la Dar es Salaam inayoitwa Shekilango Road. Barabara hii kwa wale ambao hawaifahamu inaanzia Maungio Morogoro Road karibu kabisa na nyumba za NHIC ambazo zipo mkabala na kiwanda cha Urafiki, ikielekea na kukutana barabara ya Ali Hassan Mwinyi kituo cha Bamaga. Ingawa wengi wanaifahamu barabara hii, hata hivyo wengi pia hasa vijana wa .com hawaelewi jina hili limetokana wapi, na wengine wanafikiri kwamba limetokana na aina ya miti ambayo ilikuwa inapatikana katika maeneo hayo. Barabara hii ya Shekilango imetokana na jina la marehemu Hussein Ramadhani Shekilango ambaye alikuwa mbunge wa Korogwe miaka 75 mpaka 80. Hussein Shekilango pia amewahi kupata kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, ambaye kabla ya kuwa mbunge alikuwa meneja mkuu wa National Mining Corporation. Miaka ilivyozidi kwenda mbele, Mheshimiwa Shekilango ndio kazi maalum kabisa huko Uganda, ambapo kazi hii alipewa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Baba wa taifa Rais Julius Kambarage Nyerere alimpa Shekilango jukumu kubwa maalum la kuwa mratibu katika serikali ya Uganda na Tanzania baada ya kumalizika kwa vita vya Kagera. Hii ilikuwa ni heshima kubwa kwa Mheshimiwa Shekilango na alikuwa na jukumu zito kabisa. Ikumbuke kuwa baada ya vita hivyo Uganda ilipitia katika kipindi cha mpito cha utawala wa Rais Yusufu Kirongo Lule pamoja na Godfrey Rukongwa Binaisa, kipindi ambacho kilikuwa na sintofahamu na machafuko makubwa kabisa katika nchi ya Uganda. Hivyo Mwalimu Nyerere aliamua kumteua Mheshimiwa Shekilango chini ya usaidizi wa Mheshimiwa Balozi Faraji Kirumanga ambaye huwa balozi wetu nchini Uganda, ili kuweza kuisaidia serikali ya Uganda iweze kusimama imara. Kazi hii ilifanyika kuanzia Juni mwaka 1979 ambapo Shekilango akiwa anatoka Uganda alipanga miadi ya kukutana na Mwalimu katika mkoa wa Arusha. Siku ya Jumapili tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 1980, Shekilango pamoja na Balozi Faraji Kirumanga walikuwa na miadi ya kukutana na Nyerere katika jiji la Arusha. Walipanga kukutana na Mwalimu Nyerere katika jiji la Arusha kwa sababu Mwalimu Nyerere pia alikuwa na miadi ya kukutana na viongozi hao katika eneo hilo, mbali na kuwa na ziara ya kiserikali. Safari ya Shekilango pamoja na wenzake ilikuwa na lengo la kwenda kumtaarifu baba wa taifa juu ya hali ya usalama wa Uganda baada ya mfarakano kati ya Binaisa pamoja na General David Oyite Ojok ambaye alikuwa mnazimu mkuu wa jeshi la Uganda. Mfarakano ulionyesha dalili zote za kutokea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Shekilango akakuwa ndege kuelekea Geneva, Tanzania, yani Arusha. Na asubuhi na mapema siku hiyo ya Jumapili tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 80, Shekilango aliongoza msafara wa maofisa wa serikali ya Tanzania uliokuwa ukitoka Uganda kuelekea Arusha kwa ndege ndogo kabisa ya Cessna 402 yenye uwezo kuchukua takribani abiria 8. Ndani ya ndege hiyo alikuwepo waziri mwenyewe Hussein Shekilango, Faraji Kirumanga, mwanadiplomasia Idi Msechu na koplo wa jeshi Petro Kalegi Magunda, private wa jeshi Steve Mtawa na Luteni Maria, bila kumsahau Luteni Loga. Mheshimiwa Shekilango na msafara wake wakiwa wanaelekea Arusha walipata ajali ya ndege na wote wakafariki katika ndege hiyo. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akiwa katika jiji la Arusha akisubiri kuhabarishwa na Mheshimiwa Shekilango kuhusu hali ilivyo nchini Uganda, alishangaa kuona kwamba muda wa miadi unazidi kwenda. Baada ya muda kupita, Mwalimu aliletewa habari za kuhuzunisha na kusikitisha kabisa, na kuamini masikio yake alipoelezwa kwamba ndege hiyo ndogo iliyokuwa imembeba Mheshimiwa Shekilango na msafara wake ilianguka wakati tayari ilikuwa imeshaingia anga ya mkoa wa Arusha. Ndege hiyo ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambayo ilikuwa inaruka kati ya mita 5,000 mpaka mita 7,000 kutoka usawa wa bahari ilielekea Kilimanjaro International Airport, ikapata ajali na kuanguka mida ya saa 5 asubuhi katika kijiji cha Engwiki
wilaya Monduli, Arusha. Vijana wawili kutoka kijiji cha Engwikwi, bwana Monderei Angerukai na bwana Nusereyeki Njonjoroi, ndio walikuwa mashuhuda wa kwanza wa ajali hiyo, waliosaidia kupatikana kwa ndege hiyo iliyolipuka baada ya kugonga kilima cha Korominiki kutokana na ukungu mkubwa kabisa ambao ulikuwa umetanda. Askari wa chuo cha kijeshi cha Monduli walitumia takribani masaa 5 kuitafuta ndege hiyo, na vijana hao wawili hatimaye waliweza kuonyesha ndege hiyo ilipoangukia. Mheshimiwa Shekilango baada ya kupatikana, miili yao baada ya kupatikana na wenzake, walizikwa kwa heshima. Mheshimiwa Azizi Shekilango, yeye alikuwa ni kipenzi sana cha wanakorogwe. Alizikwa nyumbani kwao Ujitengeni Mombo, maeneo ya Korogwe mkoani Tanga, ambapo mazishi hayo yalihudhuriwa na umati mkubwa wa watu ulioweka rekodi ya aina yake katika wilaya ya Korogwe. Na katika kumwenzi Mheshimiwa Shekilango, shule moja pale Korogwe ilipewa jina lake, na vile pia maeneo ya Sinza, hasa maeneo ya Sinza kwa wajanja, barabara hiyo ilipewa jina la Shekilango. Kwa kuwa wakati huo ujenzi wa barabara ya Sinza ndio ulikuwa umeanza, uongozi wa jiji la Dar es Salaam kaamua kumwenzi marehemu Shekilango kwa kuipa barabara hiyo jina lake. Ingawa wakati wa Sinza, ambao wengi ni wapangaji, hujimwambafai na kuita eneo hilo Sinza kwa wajanja, lakini kwa miaka ya zamani Sinza ilikuwa ni Uswahilini, na eneo lote hilo la Sinza yalikuwa ni mashamba mipunga, ambao mpunga huo ulikuwa ukistawi sana, kwani maji hayako mbali chini ya ardhi, na ndio maana hadi leo mvua ikinyesha kidogo tu Sinza, eneo lote huwa na mafuriko tupu. Mheshimiwa Shekilango ambaye alikuwa amekwenda hewani, aliacha watoto ambao walikuwa wakifahamika kwa urahisi kutokana na urefu wao. Pamoja na mkewe Mama Zapola, marehemu Shekilango alikuwa akiishi Seaview, Dar es Salaam kwa muda mrefu, na baadaye familia yake ikahamia kwenye nyumba yao iliyopo Kinondoni Bwawani, kiwanja namba 401. Mama Zapola yeye alizaliwa mwaka 1938. Alikuwa ni mwalimu hodari sana na amefundisha shule nyingi hapa nchini. Aidha, alikuwa headmistress shule za wasichana Zanaki, Kisutu, Jangwani, Forozani, Msalato pamoja na Iringa Girls.